Karibu kwenye kipindi cha Mwanga wa Injili, tukiletewa na mchungaji Samuel Mwilu. Karibu kwenye kipindi. Basi nazidi kukukaribisha katika kipindi cha Mwanga wa Injili siku hii ya leo ambao Bwana ameweza kuifanya. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, ni usiku mwingine tena ambao umetupa mimi pamoja na mtazamaji wangu tukaweze kuwa nafasi ya kutafakari neno lako. Ninaomba kwamba utambariki mtazamaji popote anapotazama kipindi hiki, na hata nami ukanitumie kama chombo, na sote tukabarikiwa na wewe Baba wa mbinguni. Kuwa nasi na utuonekanie, kwa Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na hata kuamini. Amen. Basi leo ningependa tukaweze kuangalia ujumbe huu ambao unasema Mkristo atafutae baraka za Mungu. Mkristo ambaye anatafuta baraka za Mungu. Mkristo atafutae baraka za Mwenyezi Mungu. Hii neno letu tutalipata katika kitabu cha Yakobo ama James, kitabu cha Yakobo, mlango ni wa kwanza. Tutasoma mstari wa 22 hata ule wa 27. Yakobo 1 mstari wa 22 hata mstari ule wa 27. Tunaangalia mtu ambaye anatafuta baraka za Mwenyezi Mungu. Je, wewe unatafuta baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yako? Basi ujumbe huu ni wako jioni ya leo. Tusome kuanzia mstari wa 22 hata 27. James chapter 1 verse 22 to 27. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. 26. Mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali ajidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Katika mistari tuliyosoma, Mkristo mpendwa, kuna mambo matatu yanajitokeza katika kifungu hicho, na nitaenda hatua kwa hatua tukiangalia hayo mambo matatu. Jambo la kwanza, Yakobo mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba lakini iwe watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Hivyo Yakobo anasema juu ya kuwa watendaji. Let us be doers of what we hear from the Lord. Unaposikia neno la Mwenyezi Mungu katika nyumba ya Bwana, je, neno la Mungu linakubadilisha namna gani? Maana neno la Mungu hili limefananishwa na kioo. Kioo ni kitu ambacho kiko pale nyumbani, katika bedroom yako, katika sitting room yako, labda kuna kioo. Na kioo kazi yake, kwa mfano,
nikiwa kwa mfano koti yangu imekaa hivi, alafu nimeenda kwa kioo na nimeona kumbe koti imekaa hivi, alafu niondoke ikiwa imekaa hivyo, imenisaidia nini? Kioo haijanisaidia, lakini nilikuwa nipate nguo yangu imekaa visivyo, kwa mfano imekaa hivyo, alafu niseme kwa hivyo sijakaa mzuri. Labda hivyo ni vizuri. Neno la Mungu linafaa kukubadilisha. Neno la Mungu kazi yake ni kukubadilisha, mpendwa. Angalia kitabu hicho cha Timotheo wa pili 3 na mstari wa 16 na huo wa 17. Angalia hiyo Timotheo wa pili. Tunaposikia neno la Mungu kila siku, linafaa liweze kutubadilisha kila wakati. Maana maandiko iko na kazi yake katika maisha yetu. Hebu sikia. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hivyo neno la Mungu, unapoingia katika hekalu, unapoketi pale na kusikia neno la Mungu, linakuambia ufanye nini? Kwa mfano, labda wewe ni muongo, lakini siku hiyo unaambiwa kwamba waongo hawataingia katika mji mtakatifu kama vile Ufunuo inasema. Je, unazidi kuwa muongo? Neno la Mungu linakuonya, maana tumeambiwa kwamba neno la Mungu kazi yake ni kuonya na kukemea watu, ili kama kuna mtu alikuwa anaenda njia mbaya, arudi katika njia iliyo ya haki. Mwaka mmoja kuna Jumapili 52. Kuna watu ambao wanaingia kanisani kila siku, lakini neno la Mungu halijai kuwabadilisha. Kama ni matusi imejaa sokoni, anatukana nanga tu. Watoto wake wanajua mama yao amejaa matusi, namwambia kuja, unakaa kama sijui nani, anamuita jina la mnyama, mwambie wewe sijui ni kama nini, kwa sababu matusi yako hapa. Wakristo lazima tuweze kubadilishwa na neno la Mungu. Labda ni mwenendo wako haufai mbele za Mwenyezi Mungu. Wakati mchungaji wa kanisa unaloshiriki anaposimama na kuhubiri, baada ya wewe kwenda nyumbani kutoka na hiyo mlango, wewe hufanya namna gani? Biblia imetuambia lazima tuwe watu ambao ukienda kwenye kioo, tuseme kanisani unaenda kwenye kioo, na unapojiangalia lazima ujipeleleze, neno hili la siku ya leo lilikuwa likinielekeza kufanya nini? Lakini ikiwa wewe utaendelea na mwenendo huo ambao Mungu amekukanya, basi utafananishwa na nini? Biblia inasema katika mstari huo wa 23 na 24, kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Kwa hivyo ukienda mbele ya kioo, hakikisha umeangalia moyo wako, Mungu anasema nini. Wacha niseme hivi mpendwa, ya kwamba unapookoka sio mwisho, sio kusema wewe ni mkamilifu. Unapookoka ni mwanzo wa safari ya imani. Mungu kila wakati huendelea kutoa mambo maovu katika maisha yako. Unazidi kusafishwa. Kwa lugha nyingine, wanathiolojia wanaweza elewa kitu tunaita sanctification. Tunazidi kutakaswa siku hata ile nyingine, tunapozidi kukaribia kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndipo tuko na wimbo ambao unasema wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Tunaimba chorus, kuoshwa kwa damu etota.
inayotakasa. Alafu tunasema kwamba atakapokuja bwana harusi uwe safi kwa damu ya kondoo. Alafu tunasema mavazi yaliyo na takataka yatupwe ili tuwe kamilifu. Na hii hufanyika kila Jumapili. Tumeoshwa ndio kwa damu ya Yesu, lakini tunapozidi kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo, lazima mavazi yako yawe masafi. Unapoingia kanisani ni kuandaliwa kwa roho yako kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini je, hii nguo ambayo inataka kuoshwa lakini hutaki ioshwe, unaambiwa katika nyumba ya Bwana hii jambo sio zuri, lakini bado unadumu katika hilo. Je, Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja utapatikana namna gani? Kama nilivyotaja wimbo huo wa Mwendee unaopatikana katika tenzi namba 80, mavazi yako lazima yawe masafi, na Yesu anakuandaa kila siku katika jambo hili. Niruhusu nitaje tu katika Yohana 8:31, Yesu akasema maneno haya. Yohana 8:31, juu ya kuwa watendaji, anasema mtakapotenda yale nimewafundisha, mutakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mutakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hebu sikia 8:31. Anasema nini Yohana? Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Yani, if you do what he says, you will be indeed my disciples. Je, wewe ni mwanafunzi wa Yesu ama wewe ni mtu wa kwenda church? Yani wacha pastor aongee Kenya naongea, alafu unaangalia time na ametukaisha leo, hata huna nafasi ya kusikiza na kujiuliza Mungu alikuwa anataka nifanye nini? Basi kama unataka baraka katika maisha yako, basi kuwa mtendaji, na kila wakati unajiuliza neno lililohubiriwa linaniuliza kufanya nini? Hata hili neno ninalohubiri leo lazima ujiulize, kwa nini Mungu amenipa nafasi na amekupa nafasi tupate nafasi kama hii ya kusikia neno la Mungu. Jambo la pili, ukitaka baraka katika maisha yako, chunga ulimi wako katika maisha. Mstari wa 26 katika kitabu hicho cha Yakobo ametuambia nini Yakobo huyu? Mstari wa 26, mtu akidhani ya kuwa anayo dini wala hauzui ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Kuzuia midomo yetu. Ulimi uko na shida nyingi sana, uko na shida zake, lakini tunaulizwa na neno la Mungu tuchunge ndimi zetu, na ameweza kuelezea shida ya ulimi. Twende katika mlango wa 3 usikize katika mstari wa 3 hadi 12. James chapter 3 verse 3 to 12. Anataja nini na nini? Anasema hivi kuhusu ulimi huu: angalieni tuatia lijamu katika vinywa vya farasi. Yani tunatia zile kamba ambazo mwendeshaji farasi anashika anapoendesha, ili akitaka kupendua anavuruta pande hii ya farasi ili farasi ajigeuze, ama akivuruta tunatia lijamu. Hiyo ndio zinaitwa lijamu, zile kamba zinazoshikwa na yule anayeendesha farasi. Alafu neno la Mungu linasema, angalieni tuatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama ni nini, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anakoazimia kwenda nahodha. Yani tukiwa na meli kubwa namna gani, inatumia usukani mdogo. Kwa mfano tunaweza weka mfano kama steering kidogo, ikifanywa hivi, meli kubwa ambayo imebeba container magari maelfu inageuzwa na usukani mdogo sana pale. Neno la Mungu linasema nini? Mstari wa 5, vivyo hivi ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Angalia, mwili huu ndio unaotia tumeambiwa kwamba ni sumu
na tena tunasema ndio unatia mwili wote unajisi. Huwasha moto mfulizo wa maumbile, na huwashwa moto na Jehanamu. Maana kila aina ya wanyama, hebu sikiza, wanyama kama simba, ndovu, chui, tunaambua habari zao namna gani? Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga, ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletao mauti. Ulimi umejaa sumu inaoleta mauti. Kwa huo, hebu sikia vile tunatumia ulimi wetu. Angalia mstari wa 9. Kwa huo ulimi twamhimidi Mungu. Yaani tunasema Bwana asifiwe, Mungu ni mwema wakati wote, wakati wote Mungu ni mwema. Haleluya. Tunasifu Mungu. Ati kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu. Na kwa huo, yani ulimi. Sikia sasa upande mwingine. Tunamsifu Mungu, alafu tena na kwa huo twawalaani wanadamu. Sikia the other way. Waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile, hii mdomo moja, katika kinywa kile kile hutoka baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Nitarudia tena. Yakobo anasema, ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. It is not supposed to be like that. Je, anauliza swali hapa. Chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Tunaulizwa katika chemichemi, mahali maji hutokea, in an oasis. Je, kunatokea maji mzuri na maji machungu? Maji matamu na maji machungu? Anauliza, ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Kwa ufupi wa Kristo, mtu awezaye kuchunga kinywa chake ndiye mtu anayejitafutia baraka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema ulimi umekuwa matatizo. Wale wanaoendesha meli wana control meli hiyo kwa usukani mdogo. Tunaambiwa kwamba ulimi huu pia ni kitu tunaweza control, ni kidogo, kwa maana inaelekeza miili yetu vibaya. Lakini tukikontrol ulimi wetu, tunaweza kuendelea vizuri kama Wakristo. Ulimi huu umewahi kusanisha watu. Ulimi unazua mambo, roho inazua mambo na ulimi unatamka. Mtu anakuambia unafikiri fulani anakupenda, haujui anakuchukia. Wewe na unachukua hatua na kufanya vingine. Tumewahi kusikia habari ya mtu mmoja ambaye hajui chochote. Tunaambiwa kwamba huu ulimi unawasha moto. Angalia mstari ule wa 6. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Huwasha moto na mfulizo na maumbile, nao huwashwa moto na Jehanamu. Angalia mambo kama hayo. Sasa ulimi unaharibu mambo mengi. Nilikuwa nataja kwamba mtu mmoja hakujua habari ya familia fulani, na katika hali hiyo, alipokuwa katika hali ya kuwa jirani, akaweza kuona mtu kwa boma lingine, na alijua mzee wa hiyo boma amesafiri, yeye anafanya kazi mahali mbali. Sasa akapigia jirani aliyekuwa mbali, anasema, wewe unaendelea na kazi huko mbali na kuna mtu kwa boma yako anakuchungia boma. Yule mtu akiwa pale anasema, kwani mke wangu amekuwa si mwaminifu? Yule mtu alitoka mahali mbali na ni jirani tu, amechungulia kwa the next plot, kwa boma jirani, ameona kuna mgeni pale na ni mwanaume, akaassume ya kwamba huyo ni mpenzi mwingine wa huyu mama, ili hali mume wake anafanya kazi mbali. Mambo ya ulimi, naongea mambo ya ulimi. Yule mtu aliyekuwa kule mbali akaja. Alipoingia alikuja akiwa amejiandaa na silaha.
Kuingia tu hivi kwa mlango, mke wake anakuja kumhug, akaanza kumkatakata na kumjeruhi. Just imagine. Bila kuuliza mke wake, huyu ninayesikia hapa ni nani? Alimjeruhi only to know later kwamba huyu ni cousin ya huyu amekuja. Yaani yule jirani hakujua kwamba ni relative wa huyu ametembea hii boma. Yule jirani alifikiri ni mpenzi, kumbe huyu mwenye yako hapa ni cousin yake ametembea. Nini kilifanyika? Ulimi wa jirani mwenye kuita mtu kutoka mbali akasema, wewe unaendelea huko na kuna mtu kwa boma yako anakuchungia boma. Sasa akaweka sumu. Sasa hebu niambie, kama huyu mume wa huyu mama alimkatakata huyu mama, kama alikuwa mpikia chai angempikia? Huyu mama amekuwa na majeraha ya nini? Naongea juu ya ulimi, na ni vizuri upeleleze kitu kabla ya kutamka vitu, na watu wengi wanawasha moto wa namna hiyo. Tuchunge ndimi zetu, tuchunge ndimi zetu. Ulimi wako unautumia namna gani? Ukitaka baraka kwa Mwenyezi Mungu, tumia ulimi wako vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema jambo la kwanza, kuwa mtendaji wa neno. Jambo la pili nikasema, tumia ulimi wako vizuri kwa mambo mazuri, na tusiwalaani wanadamu. Ulimi huu tunatumia kufanya mambo mazuri, tena tunatumia kufanya mabaya. Tumeambiwa tunamhimidi Mungu na tunalaani wanadamu. Yakobo anasema mambo hayo haifai kuwa hivyo. Ulimi wako kazi yake ni nini? Tumia vizuri kwa utukufu wa Bwana. Jambo la mwisho ama jambo la tatu, tumeambiwa katika mstari ule wa 26 katika Yakobo 1 mstari wa 27, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Tukaambiwa vizuri, tunaambiwa vizuri. Jambo la tatu ni kuwatafuta wajane, kuwatembelea wajane na mayatima, na akasema zaidi ya yote kujilinda na dhambi ya dunia hii. Tusiwe na mawaa. Mawaa ni madoadoa tuliotangulia kutaja. Na hivi wapendwa, ninapoongea haya ni kusema tutazame wajana mayatima. Kando na lawyers na wale wengine, sisi ndio kanisani tuwatembelee wajane na mayatima, ili kwamba waweze kujihisi ya kwamba wao pia ni kati yetu. Na jambo hili la wajane na mayatima ni topic kubwa sana. Tunaweza kujiuliza mjane ni nani? Nataka kusema kwamba ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 hata 5 mstari wa 3 hadi 16. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 3 hadi 16. Wale akina dada ambao wamefikisha miaka 60, hao ndio wajane kweli kweli. Paulo alikuwa anaongea na Timotheo ili kanisa lisiwe na mzigo mkubwa sana, kwa maana hao wengine wanaweza kufanya kazi. Paulo anasema kwamba number 1, watu wa hiyo familia saidieni mtu wenu. The family members come in for any widow amongst you. Jambo la pili, katika mlango huo Paulo anasema kwamba hawa walioolewa juzi, ambao labda wameachwa na waume zao na wanaweza kuolewa, kama kuna nafasi hiyo, olewa. Kuna nafasi hiyo, Biblia imekuruhusu kuolewa. Na Biblia inasema kwamba hata hawa kina mama walio na miaka 60 kwenda juu, kwanza lazima uishi maisha matakatifu. Watu waseme umesimama katika imani, unaenenda mwenendo mzuri, hata ushuhuda wako ni mwema. Basi huyo ni mjane wa kusaidiwa, na mama ambaye amejulikana mwenendo wake ni mzuri, imani yake ni nzuri. Ningependa sana baada ya somo hili usome Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 3 hata ule wa 16, uelewe mjane kweli kweli ni nani, na itakuwa ni vizuri. Wapendwa, nimetaja tuwe watendaji wa neno, nikasema tuchunge ulimi wetu, na mwisho nikasema tuwatazame wajane na mayatima katika dhiki zao. Kufikia hapo, wacha Bwana wetu Yesu Kristo aweze kutubariki na kututendea mema. Amen. Asante kwa kuwa nasi. Je, kipindi hiki kinakubariki? Tungependa kusikia kutoka kwako. Ukiwa na swali, maoni au hitaji la maombi, tuma ujumbe au kupiga simu kwa nambari 07589090
9715. Hadi kipindi kijacho, Mungu azidi kuwa nawe.